Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Sipping sunshine, I'll be chasing rainbows day and night. Gonna take flight, take it fly. Above the clouds, we're feeling alright, alright. In the night, I saw you, but it's different this time. In my mind, I call you, 'cause I want you by my side. Time keeps ticking. Time keeps ticking. Time sticking on me. I'm on the last chain, and then I see you, darling. Won't you wait for me? I'm on the first train, I'm on the first train. The 2022 FIFA World Cup is just 1 year away from bringing you moments that make history. Don't miss a second of the action. With all 64 games broadcast live on SuperSport in crystal clear picture, complete with world-class audio. You'll have home ground advantage for every goal, penalty, card, and victory. Stay connected to the only broadcaster that brings you every game live. Can you believe that? GoTV, love it. Hello guys, good evening. Today it's Monday. Na ni sherehe leo. Today is Jamhuri Day. Happy Jamhuri Day. Jamhuri ilikuwa jana. Si leo ni Monday, si ilikuwa extendiwa na leo. Hatuja celebrate leo. Hi guys, my name is Grace Mwangi. Welcome to our show. Yeah, so today I have two people here. I see guests. They're not guests. So let me first start by introducing one of the ladies. A lot on agenda zote. So I'll let her introduce. She's beautiful. You'll be seeing her every time sasa kwa hii show sasa. Introduce yourself. Good evening, beautiful people. My name is Cynthia Njero, and stay tuned. What? Umesikia kutoeng. My name is So acha mwingine ajiintroduce hapa juu, tusipompea time. Welcome. Good evening, people. My name is Fiz, protagonist. Alright, hi guys. My name is Fiz, the protagonist, and leo nimekuwa mwenyeji, and still we are going to talk about the topic ya last time. Yes. So today I'm your co-host. Nishapandishwa cheo. Today I'm the host. Kwanza hata aski baridi, kuna joto sana sasa. Because the today's topic blazing. It's just about to get hot. Yeah. So guys, today's topic is very interesting. So tutakuwa tunapitia ya last time. Ilikuwa all about early pregnancies na imepotea. Iyo sasa. Miscarriages. Tulikuwa tunaongelea hizo misconceptions. Si iko part of zote. All right. So and today's topic tutakuwa tunagusia how long should people date na the red flags in a relationship.
how long should people date? Unajua kuna wenye wanafikisha siku hizi miaka 10. Ni kama tulikuwa tunangojea maybe Kama wanafanya census. Some hata tutatafuta death certificate tuone nani atazima wa kwanza. So guys, stay tuned. You'll give us your comments. Tuchimbe ndani kabisa. So Fizz, ni nini unashika simu sasa? Anajua tunaangalia It's already watu smoking in wasitusumbue. there. Yes, imeanza imekuwa kubaya. So like hata kitu nafanya ni I was talking to a few people. Today you are bright. Thank you. I can see some. Na kuanga bright upstairs. And even glowing. Yes. Au simtoche sana ataringa. Ni pesa. So Fizz, hebu tuanze hapa kwa like how long should people date? Okay, ama maybe watu wana date. Wanafaa ku date for how long? Si paka time mtasikia mmechoka ku date muoane. Hapana, nasikianga watu wakidate for long watu uzoeana vibaya, wanachokeana vibaya, wanakuwa like nisha kuzoea. Ni nafaa kwaje? A real relationship inafaa kwaje? I think ni maji. Iko blue band. Tena ni holiday uko allowed. I bet I'm allowed. It's a free jamhuri. Yeah. So jiachilie. So like the relationships mi siwezi sema specific time cause kuzoeana kwenyu ni venye nyinyi mmejibeba. Kumaanisha hiyo relationship yenu si mature. Si mature people, ni madongo tu wameshikana. Asili kweli cause a real relationship it's whereby hata mkae for many years kuko na respect fulani bado ina maintain. Kuzoeana ni whereby unajua mtu vizuri. Si kuzoeana vibaya. Unajua kuzoeana na kuzoeana vibaya, si kuzoeana vibaya. So kwa relationship mi siwezi sema specific time but at least take time kidogo kudate mtu. Ndio ujue hiki happen yeye kuaje, kukiwa na noma, respondaje. Yaani in short ujue kila kitu yake. Sasa hivyo ndio relationships zinafaa kuwa before ufike kwa marriage. Sasa acha nikuulize tuongee ukweli Fizz. Tuseme like mimi nimedate hata sija date, tumekuwa friends na boy fulani. Tumejuana like 3 years, 5 years then tukaamua kudate. Sasa unataka kuniambia tukianza kudate lazima then tena tupeane hiyo duration kubwa? Yes. For what? Because mkiwa mabeshte uko na vitu wezi muambia kozi wako. You know a person una date ni kama mtu una bring into your life. Somebody who has different things kwa maisha yake. So lazima umfungulia another part of your life by which ni ile yako ya kindani. Beshte yako Yesu unaweza mwambia za kifamilia but umwambie zako specifically. Unaona? Sasa hiyo ndio dating. Dating ni whereby unafungua new chapter to someone else. Na if you're scared anaweza songa. Kusongaje? Aya kuache aende unajua? Is the better? Hapana, hafai kukuacha saa hizo na like okay tuseme you guys mnapendana, mko sawa, mko kila kitu sawa, then all of a sudden unaona tu weird reactions, unaona mtu anaweza kuacha. So una prefer endange? Acha aende cause hata usipoogopa atafanya nini ama? Yeye aende. So una try kusema people should take time while they are dating. Yes. Hata before uingie kwa kudate jua huyo mtu kwa best sasa. Kwanza kuwa rafiki. Mkwe friends kwanza. Yes. Si lazima muanze mkao mmeenda kuingia kwa. Na sisi wenyewe tunajiangukianga cause kwa dating ya siku hizi watu wameitikia a lot. Kwa dating watu wamekuwa like wana demand vitu za watu wa married people wanafaa. Ya mimi siwezi date mtu na to have sex. Lakini pia hapo mimi kuna watu waezi. Hivyo ndio iko saa hii. Hata tuseme hivyo ndio iko. Si ndio siko hivyo siku hizi. Kuna watu waezi. No, atasema hatuwezi but tuseme tu ukweli iko 90% iko hivyo. Yeah, 90%. So hatuwezi danganya ati I happen, ni kitu iko ina happen na watu wanafanya. So there's no way utaniambia utaenda direct comedy tu mtu kwa rafiki yake. Hata kama anakutaka je wewe mweke pendi. Kani wa kuenda acha aende. Sasa alikuwa playboy acha aende akiendanga. Hata kwa mahande samaje kuko na mtu wako specifically amewekwa anafanana na Steve Simple. Imagine dating mtu unaumiza unajuaje kama mimi niko na huyo? Si ni poa by this is a good man. Nishte yangu kwa nikisema hivyo niko sama allowed to say it. Yeah. Can you imagine una date mtu for 10 years then all of a sudden anakuja kukutoka? Una date mtu for 10 years. Si ndio kuko na kitu aliona kwa mwingine yenyewe hauna.
10 years na mwende tujuane na tushajuana sasa. Ndio. Oh, unasema friendship before dating. Walikuwa friends, wakamaliza kuwa friends, wakaanza Wakadate. kudate. Ni kama news anchor wa Citizen alisema ngamedate for 10 years, ameenda kwao, amelipa dowry, then dem anamtoka wakikaribia wedding. Hapo sasa ndio unajuanga hii ikuwa yako. Cause huko na kitu watu hawajajua. I love people who change pia, usipotelee kwa hiyo. That's always nikisema inafaa kukua kukiwa na pesa huyu mtu anakuangaje. Kama hakuna ndio huyo mtu akuaje. Akiwa na hasira akoaje. Wacha open up to be himself venye anakuanga. Najua watu unaweza pata mzazi wako akujui venye unakuanga kabisa. Kama mimi nilisema mimi mzazi wangu ananipa hivyo sana. Kwa sababu nilikuwa mzee ninajifuta nyuma, mabishti yangu sasa ndo wanajua another part of me yenye pia di mzazi ajui. Naona? Na sasa kwa demi yangu kwa na part nyingine mzazi ajui, mabishti yangu ajui. Yeye anajua zenye hao wote wanajua na much more. So hivyo ndio inafaa kuwa. Sasa unaona huyo mtu after sasa hiyo ni heartbreak ilimpiga. Maybe dem ndio alikuwa na issues, yako na issues. Heartbreak ikampiga. Maybe akakuwa so unajua kwa kushaachwa kwanza unatulianga kwa single na kwa Taliban. Na kwa sasa unaweza move on. Kwa mtu amekataza. Hatukatai, lakini hiyo time kama wewe ushaipenda mtu hadi unakuwa like hey, this person I can't. Siwezi kabla yeye. It's hard but najua unaambiwa mpaka ni kutembea tembea. Sasa mbona unasikia mtu ameingia maybe masturbation imeingia hapo. Masturbation imeingia hapo. Sisi mmo kwa single una mtu uweze enda kuconvince mtu mwingine. Una mtu mwingine wa kukusaidia, so inabidi unaenda tu like una fall na sema okay huyu aliniacha, siwezi taka heartbreak. Unajua labda utaki heartbreak, sasa unaenda unajipata uko peke yako unasema okay maybe naweza jaribu hii, ama maybe hata naweza kuwa gay, ama maybe hata naweza anza kumasturbate. The wrong thing na watu wana date ukiachwa unaanza kutafuta alternatives za kufunga hiyo shimo imeachwa. Na hapo sasa ndio unaharibu. Uko na stress utafanya nini? Unaenda kutei uruke but usifikire stress imetoka ndio umeiongeza juu ya isolve. Hiyo sasa ndio shida, tunatry kufeel shimo. Already yezi zipika. The only way kuiziba ni ujue mbona alienda. Ukishajua mwambie mimi sitaki urudi. Just tell me what happened na mbona umeenda. Nawe itikia tu Yesu uchungu utafeel, si ati nini. Utafeel but itikia ku move on. Songa tu sema yenyewe hata kama ni 10 years imekuwa wasted but kakuwa wangu wakuwa wangu. Penye ameenda ni sawa, kama uko atakuwa sawa. Na kali kuwa wako atarudi. Lakini fees, that's when nasema saa zingine si vizuri ku take long before usettle na mtu. Unajua kama angekuwa amesettle. No. Acha tuweke hivi. Venye unasema tufai ku take long. Tumedate for 10 years. Kanitoka. Sasa tupunguze to date for 3 years. Hii 7 years tukae tupate watoto. Unitoke. Which is ni gani mbaya? Hiyo ya kuniacha 10 years. Unaniacha bila kitu nilikuwa nimeinvest kwako. Na watoto, semeni hiyo watoto ni gani mbaya? Umeniacha na kitu. Ria watoto nitasema okay mimi sitaki kuolewa, sitaki kitu. At least umeniacha lakini niko na at least product yako. Kitu yenye nitakuwa nakupigia simu nakwambia. Umeona marriages zenye zote mtu ameenda venye si ukua. Gani hizo? Yenye maybe bwana ama bibi ametoka ameshapata watoto nini umeshiona venye si ukua. Very hectic. Heri ya 10 years. Juta jo okay bado niko intact. Lakini hiyo 10 years ni kama inachosha. 10 years inakuchokesha. Itakuchosha cause pia hapo unaponga invest if you don't know. Na if you people mko kwa relationships na you're not investing in each other, hapo amfanyi kitu. Alafu maybe umeinvest kwake, mara tena ni umepatia hopes zako zote, una hata mind ya kutoka nje. Na tukiongea kuhusu investments ni wapi sasa leo mimi na interview you. Sasa nikurushie. Mbona utakutoa? Tukisema kwa investments tunasema kuhusu nini? Wewe tuambie, si wewe umeingiza investment? You know, kuinvest ni whereby maybe kuko na kitu agenda mlikuwa mnafanya ama tunasema pia mimi na kusukuma wewe unajua nita benefit kule mbele pia. Ama inaweza kuwa si kusaidiana tu I'm pushing your dreams. Unajua zako zikisonga pia mimi nitanivuta. Alafu uniachie katikati. Uniachie katikati kasi sijafanya anything. Nimeinvest. Wewe umefika mbali. Kama umefika bado itakuuma. Hata kama umefika tusemeka for example kwa wasi wako kwa media ukaenda hadi BBC akakutoka bado utafeel vibaya sana. Wewe vibaya. Maybe place uko si place mlikuwa mmepanga.
maybe mlikuwa mwendea step mbele na hujafika. Hakuna kufika, mtu hufika. So nanga hata watu husoma unasema masters, PhD, sijui nini, Kwani Hawafika PhD ya ni- mwisho? PhD si PhD si ya mwisho. What? Mungu asante, sisi tulisoma tukamaliza. Tunamaliza PhD alafu unaona wakichukua post tena nyingine. Mimi siwezi rudi shule. Mimi hata mimi. Acha nisiseme. Ya shule kidogo inaumiza, tuongelea dating. Ya shule inaweza kuumiza roho. Ya shule kidogo inaumiza, tuongelea. Guys, just imagine dating someone for a long period of time. Then all of a sudden anakutoka tu hivyo. Anaenda Kimalenge anaenda akienda. You can faint, my dear. but najua nikoza tukwangi tumetake time hiyo time ya dating kujua mtu poa. Alafu una ignore red flags zingine zenye ziko kwa njia. Lakini watu ignore. A lot of people do ignore chenye unaona things are changing, but for you ignore, unasema itaisha. Sasa hapo ndio kila mtu upotea. What? Uona kitu iki happen but you're not trying to solve it. Unainyamazia. Na pia kwa mkianza kudate kuko na vitu utaona utasema unataka kumchange. Na hizi chenchika. But hata si kuchangeika, you're not trying to change him. Unataka kumwachaka hivyo, but hii kitu bado inakuumanga na unaona itaka mkukuharibia pale mbele. Na hao watu wenye sasa hawezi change. Si unamwambia hapa unaangalianga hii kitu iwezi chenjika, itaka mkutudhuru pale mbele ama kutendaje. Sasa hiyo ndio watu wanafaa kuangalia. Okay, whatever we are working on right now, si tuna date. Alafu wewe ni mtu, tukikosana umeenda kukatia wasichana wengine pale mbele. Alafu ukikuja unasema unajua was lonely, sasa uniongeleshe nikaenda kutafuta kwa kuongea nao. Hiyo already ni kitu unaona. Anytime tunakosana huwa ameenda kutafuta mademu wengine. Red flag. By which chenye anafanya ni kitu kwa marriage hata inaweza haribu mshengia kwa marriage. Ama serious dating, unajua kuna ile dating. Kama mama. Lakini do you agree kabla uanze kudate mtu unafaa uangalie maturity level yake? No. There are people unaweza date they are not mmekosana tu ile unaona zile fights. Mmefight kidogo, mmekosana tu siku mbili. The third day nakwambia ukirudi, Jackie, Caro, Emily wamejaa huko. Najua kuna vitu zingine hii ndio nimesema watu wamezinyamazia. Cause hatutaki kudeal na kitu tunaona. Utakuwa I know I wronged you, pole, but you're not supposed to do this. Acha ujinga mpashe. Tulikosana, yes. Tuli break up. What are you doing? Hiyo ni kesi nyingine ameshajenga. Najua ukisema mse immature, uko na a lot of people immature huku. Je, tukisema tusidate wase immature, wataenda wapi? Tutaenda wapi? We need to do is talking. As long as we talk and try to solve vitu tunaona, inaweza change a lot. Alafu pia kuna different stages of maturity. Wewe maturity yenye huko si yenye huyu ako. You have to understand. Na pia age. Si pia inaweza kuwa kama mtu hakupendi. Pia kuko na hiyo. Kama mtu tuna force hapo na mwingine hapo ka for the public figure. For others public, for the public kuona niko na huyu. Eva sijui amefanya nini, kona sura poa, nikiwapeleka mbele ya mabishti yangu sijui anasifiwa hivi ama au anakujanga home ananifulia, ananifanyia. Hapo sasa ndio unapatanga kona wasi wana date juu ya vitu kama hizo. Na pia wao wenyewe hawajui. Sasa na hii kategoria ya watu wenyewe umedate mtu maybe for 3 years, all of a sudden amepata mtu uko nje, wamedate for 2 months kama wewe ujui, wewe ukiwa tu hapo. Wamedate for 2 months, then amempeleka kwao, then anamuoa. Wewe unabaki hapo. Sasa hiyo utasema ni nini? Sasa najua hiyo nitasema ni kitu hukuona. Imagine hautaikosa. Ni kitu unafaa umeshaiona wewe mwenyewe. How? Aja kupatia nini? Yaani you know, mtu anakuchitu kuinje au change. Na si hadi habits na venye nakubeba mkikosana una realizing mtu atanibembelezi. I'm not the only one hapa. Kuna wenye wajui hizi vitu. Ngoja acha that's what umesikia nikikwambia. Before you date, take time ya kuwa beshte yake. Ndio utaweza kujua different places. Utajua huka yuko interested na kitu uko reactive. Huka anaficha kitu ako hivi. Naona.
Na but sasa sisi tunakimbilianga ameiva na kapu akanwide. Yes. Lakini sisi tunaambiwa haujui venye uficha vitu. Yeah. You're not supposed to do that. Lakini sisi tunaambiwa kana mtu ndio utamjua vizuri. Unajua unaweza kuwa mna date na umjui vizuri. Kwani kukuwa best ya mwezi kalishana mkiwa marafiki bado? Ai! Siku kalishana kwa nyumba wewe. Kwani kalishana kwa Nimedhani Ili dating gani tunaongelelea hapa? Ili dating gani tunaongelelea hapa? Mnaangalia wewe muongea Kiswahili mbaya. Wewe umetumia wako vibaya. Wewe tafuta chako kwa Kiswahili. Nikisema kukalishana ni like kukalishana kimapenzi. Sasa ungesema hivyo kufafanua. Sasa mimi sinatumia hii lugha yenu ya tulifunzwa na walimu tofauti jamani. Si mama wali huko majuu wala. Anajua hii kukalishana mnasema ni si yenye mimi nataka kumaanisha. Kukalishana nasema ni kimapenzi whereby yes mnakaa kwa different houses but kiroho mko kimoja. That is what I'm trying to say. Sasa unge-explain. Sasa unarudi umeingia kipwani ukaanza kuongea kiroho kimoja. At least tumeelewa. Yeah, so like shida inakuanga haujataka kutake time na kumjua, haujataka kutake time akwe bishti yako kwanza. You just rush. Cause uko na kitu unataka, pia unataka kuonekana uko na mtu. Ni love at first sight. First sight ni sawa, it can wait. Hata sisi wenye tumekaa nao 10 years inakonga love at first sight tukiona tukienda dates. Na sorry. By the way, if you have a mtu na date but how find attractive each and every time kona juko in the wrong place. Kanyaga kubwa my sister. Just juko in the wrong place. There's someone who told me ukidate msee na you don't feel at home, you don't feel comfortable, just leave that place sababu it's not even meant for you. Yes, but pia ni sisi tunafaa kujimeka at home. Ukizaliwa ulipata nyumba penye huko. No, kuna kwa kujimeka at home iko, lakini kuna ile unajimeka at home. Unajimeka at home na yeye hakumake feel uko home. You get it? Hivyo sasa. Yeah, by the way that's true cause these people watakaki kutuleta closer to their lives. But unaweza pata mse pia ni insecure sana. You know there are very mwambie kuna kwangana a lot of people huku nje, kila mtu akona traits zake za kimaisha. Unaweza pata kuna mse very open na kuna mse kujifungia. Huyu ni wa kuongea, huyu aongea. Na huyu kuongea anaongeanga too much of vitu tazieleweki. Lakini sasa ngao ndio watu wanafaa kupelekana. No. Mtu anaongea nafaa kuna mtu anaongea? Hapana. Si ndio anasema. Unaweza enda zote. Sijasema tu hii na hii inaweza enda, unaweza na yoyote. Hakunanga ati who is better for bora tu na vibe. As long as you are vibing. Bora tu kuna mapenzi. Alafu kuko na kitu mnaona pale mbele pamoja. Hapo ndio mtasonga. But if you cannot see kule mbele mkiwa kimoja, there's no way you are going. Mtabaki the same place. Juu pia dating za siku hizi zinakwanga vetu na rush mkianza kudate. Unakimbia kudate afu kusahau your future. Au unaona tu hapa. Kesho bebu utanunulia pizza. Kesho bebu nakuja. Alafu kitu wrong pia ni kununulia na too much. Ai, sasa tusipewe surprises na gifts. Unajua kuna difference ya surprises na kuitisha. Bebe nataka gift, hiyo si gift. Hiyo ni kitu umeitisha. That's not a gift. I feels. Nayo ukiambia mtu uambie mtu kitu unatakaga. Na napendezangu na ile kiatu inakaa hivi na hivi alafu akuletee, is that a gift? Unajua kuna difference ya kuitisha. Kama umepiga hivi kona, you're hiding behind the bush, unamuitisha chini ya maji. Nikaona mdunga. Sasa I should wait aniletee. Tumia reverse psychology. You know kuko na ile mtu anaweza ongelea kitu but huyo ananiitisha but hataki kuniambia. Hata nyinyi mnajua ulikuwa unaambia mama, na shule scouts wanafanya vizuri leo. Wako poa kai. How I wish naweza ipata. Afu unalipiwa scouts. Usifikirie amekulipia yeye kutaka, ni ulikuwa unaitisha. Hata ulikuwa unajua kenye unafanya in short. So hiyo ndo inakuanga already ndio unajua kenye unadu. But unajua kuna ile unapatanga, unaona kitu unasema inanibamba. Na ni hivyo tu imepita. Lakini kwa unapata umeletea unabaki wapi? Unaona, but ile kushinda ukiitisha hata utaboeka. Hata si hivyo, boy ama dem atafika place aanze kujua unanihitaji. Na kukuhitaji kwako, akumuhitaji kwako
ita bring ile place ya kiburi fulani. Ajo you cannot do without me. Ndo hata anaanza kuonyesha madharau anajua. Anaanza kuonyesha madharau anajua. Mimi nikikosana na wewe isije kukubembeleza na kununulia gift. Unatulia. Na wewe unatulia kuharibu story. So meaning hata akikucheat anakununulia gift unatulia. Lakini unajua at times kuitisha ni mzuri. Unajua kuna ule mtu yani mmekaa yani haleti kitu, yani unabaki tu na jiulize mbona haleti. Usome pia ni red flag sasa. No, jiulize mbona haleti. Like for me before nikulete gift I really have a lot of shida cause ya sijui nianzie wapi, sijui unapenda nini ama maybe najua but wewe si ushajua mtu unafaa kujua how I should bring it. Najua bado tujakam kujua, mimi nasema tu side ya gift. Kuna wenye watafeel poa kupeana, kuna wasiwa they are not more of giving. Wetu ni mwambie tuna finding yourself. Maybe yeye Kenya nakupea ni mapenzi, hajui kukupea gifts. Hiyo unafaa kuunderstand nayo mtu wako. But ukikimbia ati nataka jua wale wengine wanapea umeharibu. Valentine's uniletee flowers yo. Because Valentine me the only kitu celebrating kwa mwaka inakuanga 31st. Hata birthday ho celebrate. Hata birthday yangu sasa imagine mtu kama mimi after today tuniambie story ya anniversary. Story feel free. March madaraka Jamhuri watu wa 1972. So like sasa upate una date mseka mimi before kamkuni understand utatake long utaboeka cause mimi si mtu kucelebrate hizi tu vitu tudogo hata ya 31st unasikia si ati na celebrate sijui mwaka imeisha ni no mimi na celebrate cause hiyo siku hakuna kitu nafanya afu najua ninaingia mimi kama mwaka mpya unaenda kuzeeka nazeeka tena najua hii mwaka imepita hivi afu mimi 31st yangu ina celebrating my achievements nakanga hiyo chini sasa hadi at times I can cry nikiona zile achievements zote nimegonga hiyo mwaka ni God yes unaona mimi celebration yangu si the same na yako wewe 31st utarukisha juu ya ni mwaka inaisha na juu wengine una celebrate sasa imagine ukinidate na una celebrating birthday na celebrate Jamhuri Madaraka Easter Valentine's birthday na kufanya venye vingine hadi una celebrate TBT hadi una celebrate Fool's Day Tebu imai sasa sio before kampuni understand change inakaaje. Utaanza ni red flag wacha ni red flag. Na mimi ndo nakupenda kushinda mtu unafikiria nakupenda. Ataje anakuletea gifts. Kuletewa gifts si mapenzi. Hiyo ni bribery. Na meetups. Kiaje so like kupatana like every time. Another thing. Mimi si msi kushinda tukipatana sana. Cause mimi hiyo time sina. I'm engaged na vitu zangu. But if I create time tupatane hata kasi more often but ile time na create ni mimi na wewe pekee, appreciate the little time I'm giving. As long as you know hizi time zingine si tunapatana na marafiki apart from you. Lakini fees. So tuseme like okay. Sasa umekuwa busy 1 month sijakuona. The second month sijakuona, alafu siku yenye nakuona hawezi kosa time ya mpenzi wako. Hawezi kosa hiyo time. So ufai kumaliza hata 1 month. Hiyo ni red flag. Si same time but we same inafaa kuwa lini but hawezi kosa time. Lakini how often mtu afaa kupatana na mtu wake? Si more often. More often wapi azile kama ni ile dakika 5 spare useme hii wiki manzi sitapatikana but how about tupatane town nikiendanga ho just say hi maybe we can have a few grabs kiasi nikiendanga that's okay still. Lakini unajua kuna sisi madem tunangani kama hiyo ni red flag. Unipatie time ya kukua na wewe but kukua na ile ni red flag. Sijasema pia ni poa. Hiyo ya red flag kuna ile unaonanga hii ni red flag. Hakuna venye unaweza niambia kwa mwezi nimeshinda nikiwa busy Monday to Sunday. Na sina hata dakika hata moja ya kukuja nikupate hapa. Na nikikwambia tupatane hata kama nikuja kwa ofisi kukugotea unasema iwezi. Already unajua kuna kitu inaendelea huko. Acha kusema hivyo. So umeelewa? Unaharibu roho. Unajua unafanya unaharibu roho, tuna overthink. It's okay. Cause hakuna venye mimi tebu acha nikwambie if una date mtu one kama unajua kwake mwambie ni aje wote unaweza mprank tu siku moja mwambie sasa niko hapa kwa gate nifungulie
response yenye utapewa ndio utajua. Hapo ndio utajua what's happening. Nakwambia siko home. Siko home. Si ni sawa yuko home hiyo ya ukweli. Bado kukuona ile utambua siko home hapa. Kwa nyumba Ako na mtu wake sasa. Ako na mtu wake. Wewe ni mtu wa wenyewe. Wewe ni mtu. Wewe uko na mtu. Uko na mtu wa wenyewe. Ukiona nikisema urafiki, kuwa rafiki na mtu ndio utaweza kujua vitu kama hizi. Ni kama mama yako akwambie sina do. Kwa nini hata atakwambia sina do ujue sina do. Na kwa hata atakwambia sina do. Sasa umeona cause you've been close with your mother. Sasa hivyo ndio unafaa kuwa na chali yako before kwanza kuwa best yake. Ndio vitu kama hizo sasa uweze kuzisomanga mapema. So kwa unapigiwa bebe niko hapa kwa gate. Nifungulie. Unasikia nani amekwambia ukuje? Hata si hivyo unaanza kusikia sasa najua siko unajua hapa. Niko na mtu wenyewe. Hapo tu unakuja mbona unajifanya tu. Nimwambia I was joking sema lakini niko kwa nyumba unajua hapa. Nilikuwa nipelekwe hivi. Hapo tu sasa zini unatakanga tu na prank kidogo tu hivi once in a while kama ukifika place, but pia don't prank someone if you don't have a solid plan. Unaweza mprank upate ni unajiprank. Ujipate ni utamsuit. Umepata umeharibu relationship yako yote. Yaani utabidi umemsuit sasa uko like serious. Alafu pia usitafute kitu utaki kujua. If you're not ready to kuona demu yake wa sasa wa ukweli. If you're not ready to learn the truth, usitafute kwanza. Take your time. Kwanza shika hivi roho useme am I sure I want to see it. Cause yao usitafute kitu utaki. And what about how my guys ukua overprotective kinda insecure? Unaweza take that as red flags ama ni love? Hiyo ni love kwa. One kuko na love na nyingine ni red flag. Here kukuwa overprotective ni one inaweza kuwa hataki ufanye chenye yeye ufanya. By the true kuko na kitu anafanya but hataki wewe uifanye so anabidi anajua mimi uende na wasichana wenyewe si uende tunafanya hivi na hivi. So mazee mabaya wewe huwezi enda. Unajua kenye yeye ufanya na kuna mwingine atakuwa manzi hapa. Cause one ni msewivu na ni msebebia ametendwa. Na hataki kuona demu yake kwa wengine atasikia vibaya. So pia navuta. That's why nimesema again tarudi pale nyuma unafaa kwanza kumjua. Is this a jealous person? Alafu pia sisi maboy na madema tutakange kuonyesha venye si ukuwa tunaogopa kuopen up. Kuta chali yako ama demu yako mwambie mi bele mu get jealous. Usiende hapo kwa umekasirika sijui nini. Mkonde Mungu kwa jealous nikiona ukifanya hivi. Maze please change cause feeling poa. Na sitaki kuoverreact ikifika hiyo time. Ingine nilikasirika that's why maybe uliona nilifanya hivi. Na ninaomba msamaha but me feel hivi. If this guy ni mtu akukuelewa atakusikiza na nakwambia atakwambia okay I'll try my best. Cause uko na mtu kama mimi ni mtu kwa close na madem. Mimi shinastani marafiki maboys na anga vingi. Wewe tunaweza kosana. Mimi siwezi taka hivyo. Unaona? But nikikupea ile time na kushow hata kama tuko na wasichana kuko na vitu siwezi tu. Ninataka ku-untrust kwako. And if you are unakuja unaniambia okay I understand wewe kuangi hivi but mimi prefer ukifanya hivi. Siwezi taka kukuchange but please usifanye hivi mbele yangu. Hivyo ndio unatengeneza. Ladies, if your man is always insecure, kuna red flag na kuna true love. Ni wewe tu uongee. Wewe tumesema ongeeni. If you are not talking hamtaielewana. If unafungia troubles zako nikiona na wale wasichana wao ni bo. Sijui hivi ni bo sana. Alafu akifika kai saseni. Nyamaza. Unaudhika tu uko ndani wewe. Wewe sasa ndio unaangusha hiyo relationship. Cause unanyamazia. Yes, unanyamazia shida iko hapo. Lakini hivi kama unajua tuongelesha mtu na akasirike. No, muongelesha akasirike. Sasa hapo ndio unaendelea ukimjua. If by talking una mahat sini poa. If you are not talking rudely, if umpashi, unajamkuta vibaya. But akasirike at last utajua bado hapa kuna kitu. Na si wasichana tunakasirika. Tukikasirika tukikuongelesha tunakuanga rude. Now you should change.
cause kuna watu wataki kukutoa akiwa rude. Pia najua hii wenye tu unaambiwa etiquette kidogo kwa relationships. Yeah. Na ile kuheshimiana. That's why umesikia nikisema kama mwezi heshimiana, mwezi pelekana anywhere. Sasa kama uheshimu mtu wako, unamkuta tu rudely. Hiyo ni nini? Unafikiri relationship itawaika? Na mnaweza kalishana but hiyo ujio mtakuja kupigana one day one time. Na sasa hao watu wenye fight every time. Most of the time, communication yao inakuanga fighting. Because kuko na kitu bado hajawahi tatua. Na nika kitu tu kadogo bado hajaiva tatua. So inarudingi. Maelewa inarudi on the table. Unapata amefanya hii but yote ni evolve to just one thing. Inarudia. Unapata maybe inaweza kukuwa ni kwa friends. Oh, you never have time for me. Sijui nini. Ni sawa, I'll be there for you. Babe tunafaa kupatana hii siku. Unfortunately sitakuja. Tunaenda rave na akina nani. Oh, baby you never have time for me. Sawa, I will change. By the way uko wapi leo? Niko na mabeshte. Na sio utakuwa busy. But tuko tushapanga nao. Oh, time. So mbona yote ina evolve tu kwa time. So tini hiyo story ya time. Sasa na hao watu wenye like okay wanakuanga like who is supposed to organize meetups? Sinyi wote. So mimi naweza sema kwenye mimi nasikia kuko na siku fulani. Unaweza niambia. Na wewe unaweza niambia. Unaniambia ni aje babe. I was thinking tunaweza patana hii siku cause unakuanga free. If hii siku uko available tunaweza patana. Na akifail. Na mimi tunakasirika ngara. Fail aje alikuambia hata kuja ama hiyo siku mshapanga na. Hiyo siku mmepanga nakwambia I will tell you by jioni. Ana fail. Sasa si no follow up unamwambia jioni okay. Unamcall alafu si no unamwambia meet up. Follow up usingoja kupigie. Nime follow up ananiambia amekuwa busy. Amekuwa busy sasa si ni ujue amekuwa busy aje. Kuko na busy yenyewe ni ya kueleweka na kuna busy nyingine si ya kueleweka. Usiniambie umekuwa busy na marafiki, mmeenda rave, sijikuruka yet. Mimi hata kama mnaenda rave ungeniambia how about nijoin na mabishti wangu. Heri ukatae. Mbona nakupenda naweza kwambia ati sijui join me with my friends tunaenda clubbing tunaenda. Kwa nini nyinyi mnadatingia kina nani? Hapana mimi nimeuliza mimi Nikuuliza kina nani? Unajua kama tuko single. Wewe sijua kama tuko hao wenye mmeona. Kwani mnadate kina nani? Unajua kama tuko single. Waizi waita. Guys, Okay. Huyu chance kuingililie. Mimi I'm just saying the truth because maybe we are single. Maybe tunapeana. It's okay but if habi wako haizi kuinvite kwa mabeshte wake. Unajua kuko na kitu tu hapo. Red flag. Kuna ule mwenye anaekangwa pale mbele. Kuna kitu tu hapo. Hata kama hakuna demu mwingine just know there's something happening. Mbona dai ukuleta wa mabeshte wake ni sura mbaya. So mtu Ndio. everyone Maybe is sura. Everyone is beautiful. No. We are all beautiful. It's okay but uko na mtu utaangalia baki. Wewe ndio uliona. Wewe ndio uliona. Unakuja na chali yake akwambia have a handsome guy. Mimi furahisha for letter baki. Nani handsome? Hata unataka kumwangalia. Anakaa fiti. Na sawa. Beauty inakuwa ngaje? Beauty lies in the eyes of the beholder. Cha wangu wa English. Cha wangu wa English. Yeah, so like wewe kuna mtu unaona kafiti, kuna mtu mimi utaona kai poa, but unaona kikafiti. So maybe anaona mabeshte wake huyu angalia. Mabeshte wao watakanga sijui mtu anakaa hivi akaa hivi. Sijui sura inakaaje, amevaa wigs gani, alafu wako kimnasho. Nayo unasema your partner ni necessary ya kuintroduce kwa marafiki wake, right? What about wale watu amekuintroduce na hao friends wanajua si wewe na wanakuchocha? Nakuchocha si. These people chocha you. Wewe utachocha, kwanza utafika hapo. Kwanza Fiza akakuwa anajua mtu wangu, wewe unaweza mchocha. Utafika hapa usikie, man, umefanya kijana wetu I fall in love. You know, acha niko. Mimi prefer that cause penye unaona maboys wako wengi unasikia kuna bro codes juu hapo siku rahisi cause na ile kitu ya ukuri acha tu nisema boys izeni tu acha tu niwauze leo acha leo waseme waanyike. Unaweza boy wako anaweza kuwa na demo wake na yeye pia ni boy wa mko tu in one na cheki so
Leo naambia maboys, leo nakamna haka. Kai manzi, kai umemaliza demu yako. Kuja kabla shikana kuona kana furahi hapo saa demu na mimi. Sana na. Anakupenda sana. Hadi anakuangalianga sijui ana feel aje unachocho. Ule demu mwingine kikuja anapoa the same. Hivyo. I mean kuna kuangana ile, kuna ile circle ya guys. Watakuambia ukweli. But usiwe ikamkuwa blame. Never come and blame them. Kwa nini? Cause what we do as guys in a place unasikia kuko na bro codes in a place, you yourself to show yourself venye huko, sisi hatutakujudge. Weka unacheza but ukipatwa sisi hatuyuko. Pia mimi nimekuwa kwa hizo circles na lakini mimi siwezi prefer kukamali. Tumefanya paka boy akiwa na mademu wangapi, paka kuna siku tulikuwa ka event tulikuwa ka event fulani. Alafu one of our guys kuna demu moja na mwingine anakuja. Sasa huyu mwenye alikuwa ameinvitiwa, sasa alikuwa anakaa. Kumbe tukienda kwa event venue tukapata huyu mwingine. Sasa sisi tukaona ule mwingine apanda kwa gate. Sasa nimsafishe rada. Nisha huyu. Aende. Si wote tu ni marafiki tumwambie twende hivi sijui nini. Kwanza wapatana na demu yake wa ukweli. Alafu tuliwachanganisha hivi the whole day na wakaenda wakiwa sawa. Hiyo ndio bro code. But hauwezi to blame sisi. Lakini kama wewe ni boy na unanifeel unakuwa like okay, sasa hapa ndio naambia ngoa ufai kublame mama boys wako nao, blame mtu wako. So utablemaje na ama basi tuseme yeye alikuwa anajua Kenya anafanya. Mimi sasa nitablemaje chali yangu na si kwa najua. At least boy mmoja angetokea niambie. Ukishafanya hivyo umeharibu rafiki yako. Hapo hata wewe uko na best yako dem, uko na vitu huwezi sema. Zake hata kama unajua anafanya vibaya, hauwezi sema. The same as to us guys. Hata nyinyi mnajuanga huyo dem akona maboy kadhaa. Ako hadi na sponsor na you just keep quiet. Niko na feeling tuongeze hiyo kwa red flags. Hiyo ni red flag. Au utasema red flag. Niko na feeling tuongeze kwa ukiona mabeste wake wako wengi. Hata wapoe wengi kuko na wenye atakwambia ukweli na kuna wenye they are supportive. Naona kama sisi wenye ngono they are very supportive. Hata ufanye nini ama nini but pia ukimake the wrong choice watakuja kukwambia hapa ni kuna macha kufanya hivi but ukijipata kwa ngori watafunika tu but bado wanakuambia. Hauwezi haribu hiyo trust. Juu ukikamkusema mbona useme? Yeye tunamwambia mwenye anahusika unamwambia awache. Isikuwe ni umekamkuharibu relationship. Iko juu mbona huyo anafanya. But Kenya unafaa kudu ni just know your person, know marafiki zake venye wako. Kama ni watu wa kuficha, wewe jua hawa hawezi kusaidia. Hata hawezi kuambia kitu. Yes, wewe jua hivyo. Unageta hadi kujua marafiki wa na kuonyesha ifa na kuonyesha. Nasema kama amekuonyesha ni poa. Amekuonyesha okay. Grace amekuja na chali yake hapa. Sisi ni marafiki wake na chali ya Grace atakuja atageta aje kutujua. Sile tu by kuongea na sisi tu. Najua ukiongea na mtu unajua na huyu. Huyo namba huyu. Huyu hizi sema kitu. Sasa hivyo ndio unaenda tukijua by mnaongea tu na watu kiasi hivyo. Alafu unauliza by the way is it okay kama naweza pata namba ya wani case kuko na ngori. Ifa kwa sawa nayo ni poa. Na akikataa pia yuko sawa. But akikataa pia ni sawa cause yeye kuko na insecurity maybe ako nayo. 1 anaogopa utoe siri zake. 2 anaogopa umtoke. Uende kwa best. Kuko kila mtu kitu prefer. Kama mimi naweza ambia maybe tunasema tuna date. Mimi ukinitisha namba ya mamangu naweza kata kukupatia. But kuna mwingine utaitisha akupe. Ina depend tu. Hiyo si red flag. Ni ile tu what are you comfortable with? So you mean partners should be comfortable like your partner akiget number to say at least one of them. Akipata ni sawa but mimi nano hakuna chali yangu anaweza set ya chali yangu. Ni wengi tunajua ni wengi. Chali yangu sasa namba marafiki zangu. Anajua kuko na ile unampatia juu ya kitu fulani. Hapana nampatia sister yangu. Better nitoke na sister yangu. Hiyo pia ni sawa. Na pia ni si mbaya akikataa. So fai kumrukilia. Useme ati amekataa mbona unaficha. Mimi naona kama hiyo ni mbaya sana kukataa. Mbona mimi huwezi nipea marafiki zako? If you are dating.
Marafiki zangu. Maybe nipea mwanaume lakini si mimi nasema ya dem. Ya dem. Mbona uweze nipea kati una date? Cause najua unaweza nitoka. Thank you. So meaning when kuko na kitu unaficha? No, by the way, ina make sense. Hakuna kitu unaficha. Hebu tuongelelee bestie. Bestie. Hizo si red flags, but unafaa kuangalia hiyo bestie imefika wapi. Ile jana bestie hadi kwa mgonjwa kwenye unasikia bestie amenipa chali yako. Okay, number 1, me if you are dating, I don't think you should be besting that bestie. I'm your bestie when we are dating. Bas, kama sure, and so you should unbestie the bestie. Yes, and bestie me. Hapa sasa ndio umepotea. Kitu ya kwanza nimesema before mwanze kudate unafaa kufanya nini? Kukuomba rafiki ya huyu mtu. Thank you. Hapo sasa ndio utajua bestie ni nani. Na utajua kama unaweza. Wacha Fizz. Huyu boy ulimpata kwa na rafiki dem. Bestie. Tuseme tu bestie. Wamekuwa marafiki then wewe umeingia. Umekuwa bestie yake. Yes, still umejua huyu boy vizuri, mmeanza kudate. But still kuna bestie. Na ujui bestie vizuri hata labda ujai muone, wewe unasikia tu. Sasa hiyo during your friendship unafaa kukuja kumeet your bestie once in a while. Unafaa tu kama aje, wewe unasema Nollywood. Acha nikuambie. Unazungushanga sasa hapa ndio unatumianga akili. Pia kwa relationship lazima utumie akili kidogo. Usikwenda komoni. Lazima umpeleke hivi. Unamwambia niaje. Pia unaingia kwa WhatsApp. Unaangalia bestie wake. Kwa simu yake. Sorry, si WhatsApp, Facebook. Unaingia Facebook. Sema bestie wake anaitangwa aje. Unamsearch. Una friend request na account mbaya. Una create account tu nyingine na huko. Alafu unaangalia venye yeye ukua. Yeye umpost ama nini? Anakuanga mtu wa aina gani? Unajua pia venye sisi tunapost content kaka sana. Yeah. Unaangalia huyu mtu anakaa aina gani? So hataki muongelele unabaki okay. So wako hivi. Na hiyo the same account. Friend request bwana yako. Na account iko ya msichana mwingine mkatie. Na upange hadi date. Alafu hiyo siku umeshapa kazi ya usiku. Alafu siku ushapanga. Siku ushapanga hiyo date. Hapo ndo unajuanga, lakini do not do that. Wewe tunakwambia usifanye hiyo kitu ukijua hautaki kupata the right the thing you are looking for. Hapana, lakini sinajisaidia. If you are ready for the results. If you are ready for it. Iku friend request tu ama deo ni sawa, but kupanga with the wrong account ati mpatane na boy wako. Only panga hiyo 1 if unajua na kucheat. 2 na kama unataka kujua kama anaweza. Wacha nikwambie kitu moja na hii msiwahi get wrong. Hakuna boy utaika mkumkatia katia kwa phone akatai kuchukua namba yako na akatai kumeet. Mtameet but courtship na ile kukua kimoja hiyo ndio ina matter. We nikubaya. Mimi nimepata you are a good person tunaweza ongea, yes umeiva, but me just want to be friends. Nataka tupatane sasa, patana tukutuma bishte, maybe me like venye wewe ukua tu. So unaona? But sasa wewe umetafuta picha ya mtu mrembo sijui nini ukamkatia na jina depend pia na conversation venye mliongea. Kama mshaanza kuenda kumuuliza yeye uko na DM ni nini akwambia hapana kuisha wewe. So mkianza kukua hizi vitu zote usiifanya kitu yoyote unajuta kampuni hata kitu ukweli. Lakini si mimi ndakuwa nimejua ukweli, wacha mhata ajue pia yeye ni it's okay, but akikuuliza mbona umefanya hivyo utamwambia ni nilikuwa tu nataka kujua ama ni nilikuwa ninaona unanicheating. I had a feeling. Sasa nataka kukuambia usiingie kwa relationship na ujinga. Sasa hapo ni ujinga imekupeleka kufanya hivyo. I swear, hapo ni ujinga imekupeleka kufanya kitu kaa hiyo. Mbona create account muenjoy yet ujui kucheat. Ni mseveri trustworthy kwako. Nataka tuende home sawa twende. Nataka hivi twende alafu wewe kierere. Maybe ina depend kama ulikuwa umepatwa red flags zingine. Kama umepewa ni sawa, nimesema if uko na reason umefanya ufanye hivyo ni sawa. But kama hakuna reason unekufanya, ujue hata ndo utatupa hiyo relationship yote nje. Juu kuko na unapatanga kwa na boyfriends wenyu wanapenda kuflirt na madem tu, but nothing serious, just flirting. Afu wewe najua. Maybe kwa social media mimi am single. So tuongee. But huku nje mko na but he's not doing something else.
Mbona basi andike hivyo social media? Mimi hata wasa ningekuwa na bibi bado ningebaki single, mbona ni change? Haya, Fiz, hebu nikuulize tena. Hao watu wenye wanasemanga ati you have to post, kupostiwa ni red flag ama si red flag? Si red flag. Ni? Mbona ni kupost kastaki? Mimi ni dem yako. It's okay, but si lazima ni kupost. Hata nikuwa girlfriend yako. Si ndio, mimi unajua before nikam kupost dem yangu nimegonga miaka 3. Sijaiva mpost. Na ako sawa tu. Na ako sawa, na yeye anakupost. Ako sawa cause that's not me. Wewe nimekuambia jua mtu wako, si mimi. Kasi mtu wa kupost yeye. Si mtu wa kushinda kipost. Najua kuna mtu hapendi kupost relationships zake. Haya, sijakataa Fiz. Wewe ukisema unaenda ukipata ile bahati ujue unaenda maybe Qatar next week, utashinda ukitupostia. Thank you. Nitawaambia nikiwa kwa ndege. Thank you ndio. Hata tunapiga picha niko hapo airport. Nikiwa hapo nawaambia. Siko na mabesti wako wameshapata husband, hata unapata kwa na mtoto na Jane post anywhere. Na walipata hadi mtu wako poa. Jiulize mbona Jane post. Lakini Fiz, unajua kuna watu wapendi hizo stories za Yes, uko na watu wataki kuopen up kuhusu personal life. Haya, na sasa watu wenye wanapostingi mtu anamwambia happy birthday. Kwanza mimi kwa happy birthday. Happy birthday dear. Dia kwa nini mbaya? Hapana, happy birthday. Amekwambia happy birthday. Mimi sikupostiwa happy birthday. Oh, yako. Mimi Sasa hapo si ndio unakuta unamuuliza. Hiyo hapo si red flag. Si atasema ni red flag. Ako na sababu yake. Sababu gani? Sasa hizi ndio unamuulizanga. Unless sasa mimi naweza ona ikiwa si red flag unless sasa ana post sister yake peke yake. Sister yake ama mama yake. Ana post mabeste zake. Ana post best birthday. Kama besti wamebeba hivyo. Mabeste hayo. Tunafaa kuangalia ni before urukilie kusema ati amepost besti wake na mimi sipostiwi, unafaa kujiuliza, okay, amempost mimi hujanipost. Mbona huko ni post? Akupe tu kale excuse ujue kuna noma. But kuna mwingine atakupea excuse ubaki wae yenyewe ni ukweli. Excuse gani inaweza kupatifanyia ukweli? Kuna a lot of things mtu anaweza kukuambia ubaki kuona kitu. Hapana, angeniambia tu Unaweza kama maybe si mimi haribika. Si unajua kuna siku ya birthday yako si mimi haribika. Najua if anakuambia na unaona ni ukweli, that's why nimesema uendange kwa relationship na kufana yako. Kuko na kitu utambu ubaki hapa ni enjoy hiyo. Hapa ndio nimecheza but kuna kitu atakwambia ubaki yenyewe. Na kuna mwingine unaweza pata probably hiyo siku kumetokea tu kitu tu utaona maybe unapata maybe job amekuwa contact hata yuko karibu na simu, unaweza pata maybe job yao ndio zenye anaambia kwa phone school maybe ameacha phone kwa nyumba na hadi home leo atakupost lini, maybe hiyo sange ni post the following day kidogo tu, maybe hiyo siku alikupeleka out so haikuhitaji kukupost. Kuna shida hapo kama najua kitu kingine si ndio hiyo, lakini bado hawataka tuseme kitu best na mimi kitu nafanya best. Sasa unaona venye unasema hivyo, your boyfriend anafaa kujua hiyo, anafaa kujua babe wangu anajua sifai kupost besti wangu na mimi sipostiwi, so atajua lakini kama anajua hivyo na anaendelea, hiyo ni sasa hapo hiyo ni red flag. Sasa ndio nasema kama unajua unamwambia sasa kuchukua notebook niandike unamwambia tuseme tusi bestie ni any friend ndio yote ana post happy birthday ama wengine wana post maybe wamepigwa picha na yeye ama ukiuliza ni classmate ama it's just my friend, this person knows I'm dating, so hadi kwa kukumuuliza kama huo mtu anajua una date. That's why nimesema ukienda pale kiufalo utachezwa juu si ujiuza. Na kitu moja mimi naweza sema pale tu nje, kama hujakuwa beshte na chali yako, anza kuwa beshte yake saa hii, kwanza relationship eka kando, alafu eka relationship hapa kuwa beshte, hapo ndio mnajijenga sasa. Okay, bado kwa hiyo story ya simu this one now I'm addressing you, I'm asking you and the viewers. Is it right for people to go through their partner's phone as they're dating? Is it? Yes, I kushikwa na ulcers. Is it right? Mr. Kialsas, take blood pressure. Mimi najipenda.
Hebu ongea kwanza nyinyi kabla kwa. So you wouldn't. Nikapata chance nitashika hiyo simu vizuri sana. Nikapata chance. Kitu moja mimi nitasema. Again, usitafute kitu Ai, lakini unapata. One, kama simu inaficha fichwa, jua kuna kitu. But mbona uchukue upitie? Juu one, mimi wewe umekwambia unaweza pata mimi mtu maybe na flirting kitu na madem just for fun. Alafu ukuje usome useme tunakula nanga. So unapo umejiumiza roho bure. Hapana fees. Kidogo tu. But mbona uflat? Mbona uflat na mtu mwingine? Mbona mtapatana mtapatana mtaflat hivyo. Sasa physically unaweza pata kuna venye si uongea, acha tu niseme kuto flat. Uko na venye mnapatanga waseme bibi shiti yako ukuitadia. Na baby mmekuile mabeshte sana hadi mmefika place ya kumwambia I love you my best friend. I'm listening. We are listening. Leta maji. I love you my best friend. Leta maji. Sip water. Let me tell you. If uko na venye watu huongea, kuko na kitu utapata, venye utainterpret si venye mimi interpret. Naona? Kuko na text neza tuma, uisome the wrong way na chats zetu. Mbona ulikimbia kuangalia pale? Wewe tu umesema atapata na sasa kiangalia. Juu utakuwa una interpret kitu na venye wewe unataka kuinterpret. Umeelewa? Kama unaweza pata kuko na chat hapa tumeambiana, niko hapa kwa gate toka. But haujitu ni nini tunaambiana? Wewe atoke wapi? Si labda kwa nyumba. Kwa nyumba kwa nani? Ama kwa nyumba tunaenda wapi? Na ni lini? Like mimi naweza sema yes ni poa ukupitia but pitia na idhini yake. Akikwambia ni sawa unaweza pitia but akuulize yes unapitia ni nini unataka kutafuta. Jote unafaa kusema okay babe, mimi nataka kupitia simu yako kwa siku trust. Mwambie ukweli, siku trust na sasa hapo ndo acha kupea simu. Meaning anakucheza. Wewe lakini pia una si ndio? Meaning ukiniambia nataka kupitia chats zako. Mbona ama nisemee mbona siku trusting ni nani anakusumbuanga? Kuko na udem sije naitwa Masiu fanya nini? Unataka kuangalia kitu tusiongea shika. Nataka kusema kutoka hiyo siku. So tukifichwa ni red flag. Akikataa kukupatia jua sasa ni red flag. Kuna kitu inafichwa. Sasa ile unaona kufiche. But haufai kusneak kuchukua simu kupitia. Jua tabaki so many you don't trust me. Sema like kumwambia, babe nisaidie simu yako, nataka kupiga picha. Anakupatia na anakufungulia kwa kamera. Ni sawa. After hapo alafu ako hivi. Okay, tuseme like anatoka hapo. Hapo sasa ndio utajua. Na ako hivi. Ukienda kurudi nyuma ukiona hilo ndio unajua. Hapo ndio utajua kuna kitu. Kuna kitu anaficha. Inaweza kosa kukuwa na cheat, maybe ni pona anaficha. Sasa anaficha nini? Najua kila mtu uko na aibu zake. Kila mtu anaogopa kuonyesha mashetani zake. Unaona? Lakini mimi I think ukitaka relationship ikae miezi 3, usishike simu. If you don't want to die young. Ukitaka at least ifike 3 months. Wacha tu mtu atumie. Hata 7 months. Simu by the way simu acha kushika. Simu. Sasa na hii kategoria ya watu wenyewe wewe ushiki simu ya chali yako lakini chali yako anashika simu yako. Na mbona ushiki yake? Kama mimi kama sishiki yako hata yangu usishike. Mbona wewe ushiki yake? Amekataa. Tumele kunanga hizo utaki alsa. Okay. Yeye kushika kwako meaning kuna kitu anataka ama maybe ni juu umemwala kuishika. Na si yeye amekataa ushiki yake ni juu hutaki kuishika. Naona juu mimi unaweza pata mimi comfortable with touching your phone kwa through gallery but wewe uko comfortable ama hata wewe una haja na kushika yangu. So utasema mimi natafuta kitu kwa phone. No, mimi ni venye tu maybe napenda kupitia juu zaidi zangu nimeona. So wewe kama hutaki kuona yangu, mimi usiniambie mimi na cheat. Mimi nataka tu kupitia yako na hata maybe sina haja na kitu yoyote. Au siku nyingine hata utazungumza naweza mcheza ni aje? Sila to exchange phones. Loyalty test. Sasa tuna exchange phones aje sasa na biashara hata azimatch. Wewe sikia. Ni loyalty test. Loyalty test. Fees unafanya kazi. Wewe Fees uko kwa media, yeye anafanya kazi wapi? Yeye anauza manguo. Biashara zenyu haziingiani. Anajua ya whole day. Ile tu time kidogo naambia si exchange.
Oh, for a short while. Yes, but kitu tu nitakwambia tena. And is it healthy? Ni healthy. Juu hapo ndo Yes. tunataka sana. Juu ku exchange to Ni exchange. healthy. Is it cause- healthy? But si ati unafaa kufanyanga hivyo frequent cause mtu uko na ile feeling you don't trust me by the way. But ukifika place sheria imekataa kukupea simu afana shina akisema you don't trust me na yeye tumemwambia mbona wewe tumekuambia unafaa kumwambia mbona na mbona unataka kuangalia na mwambie the real thing lakini usimwambie wewe tunipee simu wewe nipee tu simu mimi bedho ukiniambia usitakupe hata kasi kucheat sitakupe cause you don't have a reason yenye unaniambia nikupe phone yangu but ukionjo niambie babe ni aje by the way mimi nina feel unsafe na venye naonanga ukichat kuna siku nishaipitisha hivi macho kaona venye una chat si feel poa I want kupitia simu yako nionekana unanicheza because I don't trust you at this time. Sasa na maboy wenye mko na yeye yes but ameshinda kwa simu. Kwa simu sasa si unajiuliza mbona kwa simu na nini anafanya kwa simu? Ukimuuliza maybe anasema ni business. You're not supposed by the way that hiyo ndio the wrong thing kwanza na hii generation. They are always on the phone. In dates instead of talking. Mkae tu hapo mvibe. Sasa hiyo ni inaharibu relationship. Hiyo si red flag. Si red flag, si tutasema ni red flag. Kenye tu inafanya ni communication yenyu inaanguka ama hata ikuangi. Mbona ushike phone tukiwa na mimi sina story. Please nimekumbuka kitu. Hapa kuna kitu niliulizwa. Mtu wako mnafaa kucommunicate every day. Kama mko na time ni sawa, but kitu ufai kufanya ni kukua always offer hata leo hujampigia kumwambia hi. Ni wako. Mpigie mwambie hi. Have a good day. Nani anafaa? Sisi wote or ni wote. Umeamka unapata sija kupigia call me. But isikuwe niwe kila sona nipigia. Hata mimi sasa nafaa kukupigia. Hey maskini. Mimi nikaa na date mtu wenyewe. Lakini I'm not dating. Nikaa tuna date watu wenyewe. Unaanza kujiuliza hapa kidogo. Nao wale watu wenye unapatanga ameamka asubuhi amekupigia 7, ameongea 7 hadi 8. Amefika kazini. Akae 8 na inakupigia tena saa 4 muongee tena hadi 12. Hiyo ni kutoka 12. Tulia. Kutoka 12. The next time akupigia tena 3 muongee hadi 5. Arudi sasa akupigia 7 muongee hadi saa 3. What about that one? Siko poa, simebia anafurahia kukuongelesha. Mimi kuna wengine nasikianga sijui aje. Let me tell you, na hii ni kitu unafaa kujua. Ujue how date brother yako. Mtu una date ni mse different sana. The way of showing love, the way I show my love si venye utaonyesha. Me by calling you after every 1 hour, that's how I can show my love. Then maybe kunicall kwa siku once ni kunishow love yako pia. It cannot be the same. But if you tuongee umwambie ni aje, me by the way when I calling hivi sana, it's not comfortable because at times nafanya kazi na interrupt. See you ni call to hii time. Na mtu anakucall after 3 days. Hiyo ni wa wenyewe. Unapiga hivyo songa. Hiyo ni wa wenyewe. Hapo watu hizi danganya ngoja. Mtu anakupenda kupigia after 3 days how? Hata hamja chat. Hamjapigiana simu 3 days. Sasa hapo si na date mpigie mwambie aje. Hiyo si ku date. Hiyo ni courtship. Hiyo mnakutana mnainua chuma. Na pace. Mko hapo friends for benefits. Hiyo mfai kusema mna date. Sasa ndio shida. Uko na mtu wa wenyewe. Juu sai kitu sisi mayouths wenye sai tuna date na by the way mjua I'm not certified kuambia hivi. But mimi nasema kwa experience nimepitia na venye nimeziona. Sai relationships tunapitia ni very hard cause communications haziko. Nje tumesema ya phone watu kwa phone. Alafu too much insta life. Tunafuata kuongea kuhusu social media kiasi hata kama time inatukimbiza. Concerning social media tunataka kuonyeshana mapenzi yetu sana by which yenye haiko huku nje. Mara sijui tumeenda tukapigwa wapi picha, tumeenda Diani. Sijui lakini communication hapa sisi wawili it's zero. Tuko hapo juu ya kupigwa picha na tupost na tuone kai yake tumepata likes. Goals. Mnapiga picha. After tumemaliza. Manzi hujanibamba. Kaenda huko. Sijui nini amuongee. But this place looks nice, okay? Mtoke hapo tena hata myuko ama mko hivi kwa simu. Bebu utakula. Niletee pizza na kuku.
akula I believe it was nice, I had a great day, na umeshinda kwa simu. Hiyo relationship inaenda wapi? So communication is the key. Kabisa kwa kila kama meetups ziko low. Hata ikuwe meetups hapa nini, communication. Hata mnaweza kosa ku-meet for a month, but as long as you communicating, mko tu sawa. Mimi kwa for a month kasi jaona. It depends, wewe ndio nakwambia ina depend. Mtu ampatani ni nini anafanya ndio msipatane. Hebu niangalia hapa. Hebu tuangalie hizi comments hapa. Watu wamechangia. Ati Eliud, the minimum time allowed today. The minimum time allowed today date is 6 months. Not more than that. Okay, support this one. Is support hiyo. 6 months. 6 months. Kama alikuwa rafiki yako, kama hizo. Mimi ziko sawa, but sitasema ati minimum ama maximum. Lakini si unaweza hata date mtu 1 month na muoane. Watu wana guys na muoane. Kuko na yenye umeona hadi sasa iko. Yes. My neighbor. Kuna najua hiyo huwezi sema tu date 1 month. Meaning kuko na penye wamejuania. Hawajajuana. Ni zile tu. Okay. So naona uzuri wao. Sasa hizi vitu zinashikana. Hizo kushikana. Kitu tunaweza sema hata ku date 1 month, acha tu ni support kidogo. Hata ku date hiyo 1 month. It's okay, but najua sasa kuko na a lot. Unaweza pata kuna msee amekaa mpale, maybe kuua anajifanya. Sasa there is a lot happening out here. Wezi niambia utajua mtu 1 month na ni hivyo. Huku nje ni kunoma, huku ni kunoma. Tuseme venye watu wanapatananga, umekatiana wiki 2 ama wiki 1. Haujui huyo mtu. Sikia please. That is the reason I'm saying you don't know this person. Umekatiana wiki 1 wiki 2. May have sex. Mimba imeingia. Boy anakuambia sasa kama uiste kuja tuishi. Kuja tulea mtoi. So what happens hapo? Vitu nimesema communication. If nyinyi wasee wa poa mna communicate, mtaendelea poa. Juu mkikosana mnakaa chini mnaiongelelea na mnatatua ni fiti. Lakini ati place umekasirika utaki kuiongelea na unaenda afu unainyamazia forever. Basi everything is possible. Hiyo itaisha. But sai venye kunaendelea Kenya vitu ni mingi huku. At least jua mtu for long kidogo, jua background yake, jua family, kiasi. Ndio hata mkianza kudate unajua huyu anakuanga hivi kwa wako hivi. Family, unajua hadi family. Sasa family like ati sijui maanti nini. Like unaweza kama mtu ujue yule ni mamake. Hata kama si tumeintroduciwa, yule ni mamake, kule ni kwao. Hivi hiyo tunajua kuna ile nyingine mtu hataki kwanza ukam close kama mjanza kudate. But kama wewe ni rafiki mbona anafichwa kwa wazazi? That's why mimi nikisema kwanza marafiki. Tunabiri unaletangwa hadi kwa wazazi. Hata kama hatakusalimia unaletangwa tu karibu. Hiyo ni best yangu. Sasa poa. That's it. Pesa hapo kuna mtu amesema, the only thing makes people not marry, they are not just ready. If you are compatible, just marry. The rest will fall along. Period. Kama if you are compatible, kama mnaingianwa, just marry, the rest. At least nikaenda huyu mtu kwa nyumba nikijua right, left or center, unarudi hapa. Acha nikwambie kitu kingine moja. Now let me give by example. Wewe ni dancer, sio? Mimi ni dancer. So we are compatible. Tunapenda entertainment. Sasa si wote tunang'ania show moja. Si wote ni wanoma. Najua hapo tutauana. Juu ya hiyo compatibility kuko na place tu itatulet down if we don't communicate. Haifai kukuwa tena juu ya compatible tunaweza oana. If we don't know how to communicate. Kama mjui italeta. The only key kwa relationship ni kama hatujui communicate. Kuko vetu nimeambia kuko na mtu utapata huyu wa kuongea usi wa kuongea. Na hapo ndio sasa mtajua tunaweza endelea the next step. Wewe unajua uongeangi, mimi unajua mimi wa kuongea. How are we communicating the both of us? Juu wa kuongea maybe kuna vitu atakangi kusema. Mimi kuko na vitu natakanga kuziongea live bila kuogopa na sifichi. But yeye anataka time kidogo ndo aziongee. So kama hatuna ile communication ya si wawili kupeana time, hata kama inaweza kuwa ngumu aje, but simpei time ya kujiongea, haitawahi make it. Please, do you know what wengine ni pretenders?
That's when nilisema urafiki kwanza. Sawa, huyu mtu umekuwa rafiki na but anataka kuwa rafiki na wewe, then after that ukishaingia kwake ndo anakuwa simba. Ndio maana unasikia nikisema kujua kuwa rafiki ya mtu usilo tumemeet pale unakaa hapa si we can be friends mwezi moja huwa we can start dating. You are stupid oh. We have Shiro Joyce. Anasema hawa mabesti huleta noma sana kwa relationship. Someone should value his or tulisema to feel free leo. Someone should value his or her partner more than anyone else. Yes, hata mimi I feel these besties should be done away with. The moment you're just in a relationship, just do away with the bestie thing. Nikwambia kwa sababu ya kitu moja inafanya mkatae mabesti ni cause vitu zote mmesikia za mabesti huwa zinaenda vibaya. That's true na yesi katai. But kitu moja usifikirie relationship yule venye iko ndio yako itakuwa. Yako ni different na ya ule. Ule anapigangwa kofi, wewe unapigwa ngumi. Yes. Nayo bestie ndio best friend. Si ni the same. But unafaa kujiuliza hiyo bestie wake iko wapi? Place boy anapata courage ya kukwambia that's my best friend. Mimi naweza kuambia ni best friend ndio nifiche kenye tunafanya. But pia naweza kukwambia ule ni best friend ndio ujue ni best friend and nothing more. Kenye unafaa kukuja ni hatutai kuambia but ni ujue what's happening. Vitu zingine ni lazima hata ufungue macho na utake kuangalia. Alafu hapa kuna swali tu moja nimeona Shiro Joyce ananiambia giza ati giza. Sisomi tena. Tumesema to feel free. Leo ni jamhuri jamani. And we have 8 minutes. Wow. Producer usinikimbize sana. So anasema give us your view. How long should people date before getting married? To get married in a time. Anytime unaweza, as long as you are ready to get married, as long as unajua huyo mtu, you are ready to build a future. As long as umemjua fiti. Unaweza kaa hivi tumejiweza financially, mimi niko ready kuolewa, but huyu mse next time yuko ready. Ama ako ready atakuwa na vitu ameficha. Uoane upate huyu mtu ndio kukasirika na chukua kisu anataka kukukata. Naona juu hujamjua but alikuwa ready ku get married. The one thing kwanza mjue ako aje, jua traits zake zote from the start. After hapo jua hata kama ni familia kiasi tu au sasa ndio mkuje kuanza kudate sasa already umemjua na kuanga hivi mabishti wake wako hivi na reacting hivi vitu zikienda zina happen hivi. So hata mkianza kudate unaenda tu ni kusavia dating inakuanga ni place unapimia mtu tu hivi kidogo kimwambia unaona unampimia tu kwa hapa. Dating kwangu ni kitu serious ati sana. Si hauwezi yeka na marriage hata kama mnasema ni serious aje anaweza enda. Na hauna authority ya kusema ati tulikuwa tuna date. Tulikuwa na date nini? Ulikuwa ni date? Hapana, mimi sikujui. Sinaweza kuruka. Kitu kaa hiyo. But marriage ni whereby mko na certificate. Dating Kenya si ati iko certified ama ni ati iko certified. So dating inakuwa ni kama mnapimia na tu kiasi, mnaona tunaweza kalishana, tunaweza fanya hivi. Ndio inaenda place unafika unamwambia will you marry me? Dona after so ushaona iko sawa. Hata unaweza wa mtu after 6 months after msha date na umuoe. As long una feel nishamjua poa. Na sasa I'm ready, kila kitu iko poa, we are ready to go. Sawa. Haina time, mimi kitu tu nitasema ni if you are ready unaona kila kitu unajua. Iko sawa. Na barabara ni clean. Hakuna time. Weka utafeel ni 10 years, 4 years, 6 1 month, 3 months. But pia kukaa sana inaweza haribu. Kukaa sana inaharibu. Yes, mtu uboeka. By the way. For me inaweza kuwa nataka, for me inaweza kuwa like mimi nataka kusettle. But wewe hauko ready kusettle, unataka kunikeep waiting, mbona nishinde hapo na mimi I want to settle. Hata uko mzuri aje mimi sitaki. Mimi want to settle quick. Ni nani atakuja yeye 6 months uko poa umenijua na kuosha kila kitu. Wewe kama unataka kuendelea tafuta mwingine muendelee. So one uje kuona watu wapendi kukalishwa. But pia wewe have your own time. Kama ni mtu wako agongwe patience. Peleke usi patience kiasi ya dungu. Fizz, when you are dating, huyu mtu anafaa kuja kwako?
Kwako kiaje? Sema like kuna date dem. Anafaanga kuja kwako. Anafaa kuwa na keys za kwako. Is keys. Na kukujanga often. Kama wewe uko sawa nayo ni sawa. If you are good with it na pia yako sawa nayo, no problem. Sana kutopewa ufunguo ni red flag. No, we vifunguo ni zangu. Si tuna nini? Ingine nataka kufua hizo nguo. Nataka nikuje hata nilikuwa sijasema. Sasa hivi nakuja kufua. Unatoka kazi unanikuta. Naona kukupia kiza kwangu si mbaya. But si ati ni haki yako pia. Kini za kwangu. Mimi nikitaka kukupea nitakupea na kama sitaki na niko na reason yangu ya kutokupea. Kuko na watu huko wamedate hadi wameolewa before boy awapeki za kwenye alikuwa anataka cube. Naona. Na iko issue juu maybe yeye hata trust vitu hizo za kushinda sijui kupeki za kwangu. Mbona nikupezi ni kwangu? Sasa hivi unafaa kujua but kitu kingine unafaa kujiuliza ni hii mtu yangu. Mbona inipatii? Hata si hivyo history key. Iko na best. Tunarudi pale kwa iko na best. Juko ndio kunoma but kama iko poa na si ati amepeana kiko kama amepea hata boy bish lakini sawa. Si lazima kupeki as long as you are good with it. Lakini ni necessary ukidate mtu akupeleke kwake. Sitasema story necessary but ni pojo kwake. I mean ni necessary. Juu kitu inaweza mapenia utamtoa wapi? What will happen? Maybe wewe umepatwa kwa noma. Na the only place unaweza run place kwake. Mimi na feel ni necessary. Unajua unaweza kuta mtu anakudanganya. Zamas. Kitu moja. Wewe upate kwa na bibi na watoto ngozi zimehangiwa hapo. Kitu moja ufai kujetanika haki yako. Ata feel vibaya. Hata una demand too much. Maybe yeye yuko too serious in that. Ama yeye trusting vitu kaa. Unajua kila mtu kuna beliefs zake. Uko na mtu ana belief na God, kuna msia belief na so belief yake ni si lazima nikupeki. So kikamkuitisha nikaa haki yako ata pull back kwanza. Baki ni wa aina gani unaona? Uko na mtu atafeel mimi ko nipeleki dates every Sunday, sitaki relationship. Najua mimi si mtu wa dates, uniambie hivyo, sintarudi nyuma na nikuache. Fiz umeingia hapo kwa dates. Ni lazima mtu apelekwe date. Na mna date. Sitasema ni lazima but najua uko na zenye mnaendanga date na muziti date. Na kama ujepelekwa hata mahali popote. Ni nyumba tu. Jiulize mbona? Sidhani ni offense. Si offense. It's not an offense, it's not bad. I think it's right. Usipopelekwa mahali? Yeah. Kazi tu kuja kwa nyumba mna meet, mnaonana, mnaenda. Yeah. Ina depend. Huyu mtu anataka kuonekana naye kwa kara. Unajua pia akikutoa nje kwa kitu na baki. Huyu mtu nikataka ikuona. Na baki yoyo hasa. Huyu zi ati uko pazuri. Ni vitu nimekuambia ukiingia kwa relationship fungua macho. Still like this. Kaka ochi. Vitu zi kupita hivyo bila kujua hutaki kufungua macho, you are blinded with love. Ati wewe unajua ananipenda siko na vitu sitaki kuangalia, anafanya hivi siangalie wewe. Fungua kajichoka hapa. Yes, because of time na tumebaki I think 2 minutes. All right. Me just want to say thank you for watching. Na tumefurahia sana kuona nyinyi maswali mmetuuliza, nataka tukiweza kuzisoma zote. We'll still continue the same topic bado tujamaliza. Hajafika nusu. Ndio tunazichambua one by one and we really appreciate you kwa kuwa here with us. My name is Fiz, the protagonist, and see you next time kanta kuwa hapa. Thank you. I talk. Si wewe. Shiro Joyce, we miss you here. Kabisa. We miss you sana. So, my words, my last words since yonge sana, unajua naweza pigwa hapa kofi. My last words. If you see any red flag, my sister, run for your life. Run. Yes. Hizi red flags ni mingi. Run. Mapati ya bestie. Ai. Zapo pa bestie. Mimi Ati niko hapo. Mimi niko hapo. Mimi nitawaambia. Umekwamia hapo. And for you tatuambiaje? Okay, so my name is Sintanjero. Make sure you follow us on all our social media platforms, Sky Kibo TV Kenya, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and please guys, on YouTube, get us to 1,000 subscribers. Road to 1,000 subscribers. Like, share, comment. Until next time, God bless you. Goodbye. Bye-bye.